Siku moja watu mbili walisimama New York. Mmoja akafungua duka la 100 la pizza. Mwingine akaunda kitu ambacho hakikuwepo. Miaka 10 baadaye, mmoja anadai deni. Mwingine anamiliki dunia. Tofauti yao nini? Jibu ni moja alianza 0 hadi 100, mwingine alianza 1 hadi 100. Leo nakufundisha tofauti hiyo na jinsi inavyoweza kukufanya uwe tajiri mkubwa duniani. Lakini kabla ya yote, naomba nijitambulishe kwako. Mimi naitwa Nyota ya Asubuhi, ukipenda unaweza kuniita Double G. Kama bado huja subscribe kwenye channel hii, tafadhali fanya hivyo sasa. Mara baada ya kutazama video hii, ningependa kusoma maoni yako kwenye sehemu ya komenti. Tusipoteze muda, twende kazi. Leo nimekuletea mapitio yangu kwenye kitabu cha 0-1. Mkuu, kuna aina 2 tu za maendeleo duniani. Thiel anabainisha hilo. Aina ya 1, kuanza 1 hadi 100. Hii ni kunakili. Kuchukua kitu kilichopo na kukifanya mara 100. Mfano, ufungue mgahawa wa chips wa 10. Wa 11. Wa 12. Hii inaitwa maendeleo ya mlalo. Ni rahisi, lakini ni kifo. Swali ni ije, kwanza 1 maana yake nini? Maana yake ni kuchukua kitu ambacho tayari kipo na kukiboresha mara 10 zaidi. Hapa tayari kuna soko. Tayari kuna wateja. Tayari kuna mfumo. Kazi yako ni kuiboresha. Mfano, Google 1998. Injini za utafutaji zilikuwepo tayari. Yahoo, AltaVista. Hiyo ni 1. Google walikuja na kitu moja tu tofauti, algorithm ya kupanga matokeo. Leo wanamiliki 90% ya soko. Walianza 1 na wakaifanya iwe 100. Somo, haikuwabidi waunde interneti. Waliboresha sehemu 1. Facebook 2004. Mitandao ya kijamii ilikuwepo tayari. Mispec, Fressenstar. Hiyo ni 1. Mark alikuja na kitu moja tofauti kwa wanafunzi wa chuo pekee. Alifunga soko. Leo Facebook ina watu bilioni 3. Walianza 1 na wakaitawala. Somo, hakuunda mtandao mpya. Aliboresha uzoefu wa mtandao uliopo. Alibaba 1999. E-commerce ilikuwepo tayari. Amazon ilikuwepo. Jack Ma alisema China inahitaji Alibaba, sio Amazon. Akaiboresha kwa wauzaji wadogo. Leo ni kampuni ya dola 200 Walianza 1 na wakaitawala Asia. Somo, walichukua mfano na kuubadilisha kwa soko lao. Kuanza 1 ni rahisi kupata pesa. Wawekezaji wanakuelewa. Lakini utapigana vita kila siku na washindani 100. Aina ya 2, kuanza 0 hadi 100. Hii ni kuumba. Kuchukua kitu ambacho hakikuwepo na kukizaa. Mfano, kwanza kabisa kuunda ndege. Kwanza kabisa kuunda iPhone. Hii inaitwa maendeleo ya wima. Ni ngumu, lakini ndiyo inajenga mabilioni. Thiel anasema tunapenda 1 hadi 100 kwa sababu inaonekana salama. Lakini dunia yetu inabadilishwa na watu wa 0 hadi 100 pekee. Kwa hiyo video hii si kuhusu jinsi ya kufungua duka lingine. Ni kuhusu jinsi ya kuumba kitu kipya. Kwanza 0 maana yake nini? Maana yake ni kuanzisha biashara kwenye soko ambalo halipo. Kuunda tatizo jipya na kutoa suluhisho jipya. Ni kama kuwa Adam. Hakuna mtu kabla yako. Hakuna sheria. Hakuna ushindani. Kwa mfano, Airbnb 2008. Soko la kukodisha chumba cha mtu asiyemjua lilikuwepo? Hapana. Ni 0.
Watu walisema ni wazimu. Leo ni kampuni ya dola 100 Walianza sifuri. Somo waliona watu wana sofa na wageni hawana hotel. Wakaziunganisha. Tesla 2003. Gari la umeme lilikuwepo. Lilikuwepo kama kicheko. Ni sifuri. Elon alisema tutengeneze gari la umeme ambalo litapigana na Ferrari. Leo Tesla ina thamani zaidi ya Toyota, ongeza boom wote. Walianza sifuri. Somo hawakufanya gari bora zaidi. Walitengeneza aina mpya ya gari. Wakala wa M-Pesa 2007. Kabla ya M-Pesa, kutuma pesa kijijini ilikuwa ni sifuri. Hakukuwa na njia. Safaricom waliumba soko jipya kabisa. Leo kila Mtanzania ana M-Pesa. Somo walianza sifuri. Sasa kila kampuni inajaribu kuiga, hiyo ni 1 hadi N. Kwa nini sifuri ni ngumu? Kwa sababu watu watakudhihaki. Benki watokataa kukupatia mkopo. Marafiki watasema arudi kazini. Lakini kama ukifaulu, unakuwa mfalme. Hakuna anayekushindana. Siri ya kuchagua sifuri au 1. Viel anauliza swali moja kali. Ni siri gani muhimu ambayo watu wachache wanakubaliana nayo? Kama unajibu la hilo, unaweza kuanza sifuri. Mfano, siri ya Airbnb, watu wanapendelea kulala nyumba za watu kuliko hoteli. Siri ya Tesla, watu watapenda gari la umeme kama litakuwa zuri kuliko la petroli. Siri ya M-Pesa, watu wanataka kutuma pesa kwa simu kuliko kwenda benki. Kama huna siri hiyo, basi anza 1. Chukua biashara iliyopo na uiulize, naweza kuifanya mara 10 bora vipi? Hitimisho. Ndugu yangu, kuna watu 2 tu duniani. 1. Wanakili, wanaangalia watu wengine na kusema na mimi nifanye hivyo. 2. Waumba, wanaangalia ulimwengu na kusema hapa panakosa nini? Wanakili wanapata mishahara. Waumba wanamiliki kampuni. Leo nimekupa chombo. Kitabu cha sifuri to 1 ni ramani ya watu wa mabilioni. Swali langu kwako sasa. Wewe utaanza sifuri au 1? Andika kwenye comment, mimi ni timu sifuri au mimi ni timu 1. Na kama umejifunza kitu leo, alama ya nyota, bonyeza subscribe, alama ya nyota na kengele. Kwa sababu wiki ijayo na kuletea uchambuzi wa kitabu kingine kitakachobadili jinsi unavyofikiri kuhusu pesa. Kumbuka, washindani wanapigana. Waumba wanatawala. Tutaonana kwenye video ijayo. Pek.